utengenezaji wa njia ya Yesu apite, na alikuja ndiye alimwanzilisha ubatizo kwa Agano Jipya. Kwa Agano Jipya ni mwanzilisha ubatizo, lakini Agano la Kale Musa aliwabatiza watu, walipita kwenye bahari ya Shamu, kama ni hivi, aliosha fimbo namna hii, maji yakageuka upande, watu wakapita katikati ya nini, ya bahari, wakapita namna hii. Kwa hiyo ubatizo tendo linalofanyika sio kwa mara moja, tendo linalofanyika kwa kila mtu anayemwamini Kristo. Sasa mstari ule wa 13 hapo 13 anasema hivi: wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana akataka kumzuia, akasema, nami nahitaji kubatizwa nawe waje kwangu? Sasa unaona Yohana anamuuliza swali, na wewe unakuja kwangu mimi nibatizwe? Sasa anamwambia hivi, Yesu akamjibu akamwambia, kubali hivi sasa ndivyo tupasavyo kuitimiza haki yote ya Mungu. Kwa hiyo ubatizo ni kutimiza haki ya nani? Ya Mungu. Sio tu ni kusema kwamba tunaenda kubatizwa tu kama masiara, kama matani. Mimi waniwaambia watu kanisani walio kuwepo, nikamwambia kule nyuma tulikuwa tunaenda kwenye kama liturujia. Yaani naenda mnacheza, mnafanya matani, mnafanya mizaa. Na siku ya ubatizo ndio watu wanafanya na uzinzi sana. Siku hiyo nani ndio watu wanafanya na mizaa ya kutosha. Wengine siku hiyo ndio nakutana vitu vingi. Ubatizo ni kutimiza haki yote ya nani? Ya Mungu. Lakini pointi anasema naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapandishwa kutoka majini, na tazama sauti kutoka mbinguni kasema, huyu, akamwona Roho wa Mungu akishuka akaja juu yake kama ua. Sasa nasema tazama sauti kutoka mbinguni kasema, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Sasa ni nani huyo mwana Mungu pekee? Akaja anafanya badiliko kwa mtu kumwamini tena, na akatia nguvu nyingine. Akasema ubatizo ni tendo linalomfanya mtu kubadilika kutoka kwenye maisha ya kale kuja maisha mapya. Yohana 3 anatoa ufafanuzi kidogo. Yohana 3, mchungaji usome Yohana 3, na mimi nasoma Marko 16. Yohana 3 ule kwanza ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 6. Soma hapo mama, na nisome Marko 16. Yohana 3:1. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, najua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi zifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akamjibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo manake kuzaliwa mara ya pili katika ubatizo sana, katika nini? Ubatizo. Lakini lugha nyingine nikasema ubatizo pia ni tiba. Yaani hatua ya kwanza inakamilisha mtu na Mungu. Hatua ya pili, ubatizo huo unafanya mtu azaliwe mara ngapi? Ya pili. Lakini hatua nyingine ni tiba. Niliwaambia ni tiba. Ni tiba kwa sababu gani? Inaua asili za ukoo, inaua maagano ya kifamilia, inaua asili zote zile zilizo ndani ya mwili. Kuna maroho yanawatabisha watu. Watu walipobatizwa wale maroho yanaondoka. Kuna watu walikuwa majambazi, walipookoka wakabatizwa ujambazi ukafanya nini? Ukaisha. Kuna watu walikuwa na roho za uzinzi, walipobatizwa akamaliza hizo roho zikaondoka. Kwa hiyo ubatizo usichukulie tu kama kutimiza wajibu. Maji yamezoea kila siku yaoga. Lakini leo unayaoga maji kwa design nyingine kama tiba. Kwa kitabu cha Marko 16 na tena Marko 16:16 anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, na si amini amekwisha kuhukumiwa. Na ishara zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Maana kuna lugha ulikuwa nazo huko awali nyuma,
lakini baada ya kubatizwa pepo zinafanya nini? Zinaondoka, yani miungu mizimu inafanya nini? Inaondoka. Lakini pointi ya pili anasema unaanza kusema kwa lugha mpya. Maana yake tafasiri yake nini? Zamani ulikuwa na lugha sio sahihi. Zamani ulikuwa na lugha mbaya. Zamani ulikuwa na hasira. Zamani ulikuwa na kiburi. Zamani ulikuwa na masengenyo. Zamani ulikuwa na maroho ya aina tofauti tofauti mabaya. Lakini baada ya kubatizwa unaacha zile roho za kiburi, unaacha roho za masengenyo, unaacha roho za uzinzi, unaacha roho za ulevi, unaacha yale maroho mabaya yote, unakuwa kiumbe kipya. Sasa mstari huu anasema hivi, nao watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuficha hakitawazuru, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata nini? Afya. Maanake baada ya kubatizwa unapata nguvu mpya, unapata uponyaji, unapata uzima, unapata ushindi katika roho na Mungu asifiwe sana. Bwana Yesu sana. Amen. Ubatizo una nguvu watumishi. Mimi najaribu kutafasiri na kutafiti, sitaki kusoma hata maandiko tena. Ukimwona mtu mmoja yule Farisayo ambaye alikuwa na wakati mgumu sana, alikuwa hawezi kuona, baada ya ubatizo alipata kuona. Tunamwona Paulo alikuwa anaitwa Sauli, wakati kwa Dameska macho yake alikuwa yamefumbwa. Baada ya dakika moja alipoombewa na Anania, Biblia inasema lilifanyika tendo la ubatizo, alifunguliwa macho akafanya nini? Akaona. Tunamwona yule towashi. Towashi alikuwa ni mtu anayeona Biblia, anasoma vitabu, haelewi, lakini baada ya kuombewa na kubatizwa alifumbuliwa macho akaanza kufanya nini? Kuona. Unapobatizwa kuna asili zinakufa. Tumekuwa tukibatiza watu na kunukuu, mwaka mmoja nimekubatiza binti mmoja alikuwa na changamoto nzito sana ya mapepo. Baada ya kumaliza kwenye swala la ubatizo, yule binti alifunguka kuanzia siku hiyo. Nimemwambia mama mmoja alikuwa Muislamu, kuja kumbatiza tena pale kwenye mitumbu pale. Alikuwa na changamoto nzito sana kwenye familia yake. Siku ile tulipomwombea tukaja kumbatiza pale, ndio siku ambao mwanaume alianza kumtafuta alikuwa amemkataa kwa miaka mingi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinajifunga, na ndio maana hakuna kitu kenye kizuizi kama ubatizo. Kuna watu hapa wamekosa kuja leo kwenye ubatizo. Maji yana kizuizi, na unapotoka kwenda kubatizwa yanaleta safari, yanaleta wageni, yanaleta kukwamisha vitu, kwa sababu shetani anajua ukiingia kwenye maji haya kwa tendo la ubatizo kuna vitu vingi umepona. Unapotoka mahali hapa leo unafanyika kwa kiumbe mpya, ya kale yanafanya nini? Yanapita, yanakuwa mambo. Baada ya maneno haya nitaomba tuimbe tenzi moja cha kutumaini sina, alafu baada ya ile tenzi tutafanya maombi maalum, na kisha kufanya maombi haya tutaanza kwenye swala la ubatizo, tutakuwa maelekezo ya mwisho na tutaingia kwenye tendo la ubatizo. Naomba tenzi namba 15 cha kutumaini sina ya damu ya Bwana. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake niona. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha.
kwake Yesu nasi